na watoto 4. Nilikuwa nao 5, mmoja alitoweka, nibaki nao 4, lakini na wenyewe hawana uwezo. Ndio yule pale, huyu ndio aliyofanya kazi yote hiyo. Wote wakaona kama walikata tamaa, wakafikiri basi nimeisha, lakini walipokuta nimeanza mtoto anasema mama ameanza kupata nafuu, ili tumbo lilikuwa ndio hapa kuvimba. Basi walipokuja kuniona wakakuta nimepata nafuu hivi sasa, natoka hata nje na mwili wote umenywea. Basi ndio naona siku kidogo wanaonekana kidogo, lakini matumizi yenyewe mpaka mtoto apigie kelele. Huyu mtoto alikuwa akijui vibarua anaenda vibaruani huko, anaenda kupalilia, wakimpa shilingi ngapi na tuviazi ndio tunakula. Namshukuru Mungu hajanitupa. Walikuja hapa, alikuja mkubwa, mtoto wangu wa kwanza, akamfukuza bila sababu. Mimi nilikaa hapa, kwa ndio nimeanza kutoka nje. Siku akanitoa nje, akasema mama, toka nje ukaotee jua, unaangalia unapata jua. Akanikuta hapa mtoto wangu mkubwa, huyu mtoto alikuwa sijui kwa jikoni, sijui kwa ndani, kaanza kumfukuza, uondoke hapa nyumbani. Mtoto kuuliza sababu, hapewi sababu ya kufukuzwa. Akasema ngoja nikakuchukulie wananchi waje wakutoe hapa nyumbani. Huyu mtoto akasema nenda tena, ndio nawataka wananchi waje wanione na shida niliyoipata mimi hapa ya kumuuguza huyu mama. Ndio hapo ndio ikabidi hatukumuona kuja hao wananchi. Muda si muda namuona mtoto wangu wa mwisho wa kiume, nimezaa mtoto mmoja tu wa mwisho. We dada, hata shikamoo ikawa hamna, hakumwamkia. Kaanza kumfukuza naye, ondoka hapa nyumbani. Kwa nini umemtukana dada? Akasema mimi sijamtukana dada yako. Dada mimi amekuja hapa kaanza kunifukuza. Mtoto anaongea. Akasema mimi siondoki. Nikiondoka atakaye muuguza mama ni nani? Akasema nitamletea mtu wa kuniuguza. Mimi nikakataa. Nikasema yeye mtoto ana kazi ya kwangu mimi, kila kitu ni hapo hapo.